Kitabu ya Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 19 hadi 20. Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 19 hadi 20, lakini pia tutasoma katika kitabu ya Mhubiri sura yake ya 7 na mstari wa 9. Tunaanza na Yakobo, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hivi: hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kusirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Amen. Tunasoma nafasi ya pili katika kitabu ya Mhubiri sura yake ya 7 na mstari wa 9. Biblia inasema hivi: usifanye haraka kukasirika moyoni, maana hasira ukaa kifuani mwa wapumbavu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo nataka tuzungumze somo ambayo inasema hasara za hasira. Tunaweza tena kusema matokeo ya hasira wala madhara ya hasira. Na naweza kusema ya kwamba hasira ni hisia ya kawaida kwa kila mwanadamu. Kila mwanadamu anaweza kupatwa na hasira. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kusema ya kwamba yeye hasirikaki. Ni kawaida kwa kila mwanadamu kupatwa na hasira, lakini tatizo inakuwa wakati mtu unapotawaliwa na hasira. Mtu unaweza kupatwa na hasira kwa jambo fulani, kwa sababu watu ambao tunaishi nao si wa malaika. Wanaweza kutukosea, wanaweza kufanya mambo ambayo inatuletea hasira, wala wanaweza kusema pia maneno ambayo inaweza kutuletea hasira. Lakini tatizo inatokea wakati ambapo mtu umeshindwa kutawala hasira yako. Kuliko utawale hasira, lakini hasira ndio inakuwa imekutawala. Na utaelewa ya kwamba Biblia inasema ya kwamba mtu mwenye hasira hatendi haki mbele za Mungu. Kwa namna nyingine, Biblia haisapoti mtu kukua katika hali ya hasira. Nafasi ambapo tunasoma katika kitabu ya Yakobo, Biblia inatufundisha ya kwamba tuwe wepesi kwa kusikiliza. Kwa kusikiliza tuwe wepesi. Lakini inaendelea kusema ya kwamba bali katika kusema tusiwe wepesi kusema. Kwa namna nyingine, Biblia inataka kutuonyesha ya kwamba haiko kila neno ambalo tunasikia ndio tunahitajika kusema. Kuna wengine maneno ambayo tunaweza kusikia, lakini Biblia inatushauri na kusema ya kwamba tusiwe wepesi kwa kusema. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inaendelea kuonyesha ya kwamba tusiwe pia wepesi katika kusirika, maana hasira haitendi haki mbele za Mungu. Ni kusema mtu wa hasira hatendi haki mbele za Mungu. Lakini nafasi ambapo tunamaliza kusoma ya pili, Biblia inaonyesha ya kwamba mtu mwenye hasira inamlinganisha kama vile mpumbavu. Ijapokuwa hasira ni hasira kawaida, ni mambo kawaida kwa wanadamu, lakini mtu unapoishi maisha ya hasira, Biblia inalinganisha mtu kama vile ni mpumbavu. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Ni kusema wakati mtu maisha yako inakuwa ya hasira kila siku, unakuwa mtu wa makali kila siku, Biblia inaonyesha yule mtu kama ni mpumbavu. Ijapokuwa hasira ni hisia ya kawaida kwa mwanadamu na kila mtu anaweza kushikwa na hasira. Nataka uelewe kwamba kuna madhara makubwa ama kuna matokeo mabaya makubwa kwa ajili ya hali ya hasira. Ni wengi wameharibisha maisha yao kwa sababu tu ya hasira. Watu wengi wamepoteza vitu vya maana wala watu wa maana katika maisha yao kwa sababu tu ya hasira. Samahani. Acha niseme hivi, shetani anaweza kutafuta kwa njia tofauti na kukosa. Lakini akifaulu kutia ndani ya moyo wako hali ya hasira, elewa kwamba tayari umekuwa umempatia mlango ya kukamata maisha yako. Anaweza kutafuta kwa njia ya dhambi, anakukosa. Anaweza kutafuta kwa wengine mambo, anakukosa, lakini ndani ya moyo wako anatia hasira. Kwa sababu anajua wakati unapokuwa na hasira hautaweza kumuomba Mungu. Wakati unapokuwa na hasira inaweza fika kiwango
hautaenda hata kanisani. Wakati unapokuwa na hasira, hautapata nguvu ya kusoma Biblia. Na katika ile mlango ya hasira katika maisha yako, shetani anaweza kukukamata vizuri vizuri. Ndio maana kuna wengine walitoka katika mapenzi ya Mungu kwa sababu tu ya hasira. Shetani alituma hali ya hasira ndani ya mioyo yao na ikawafanya kwamba watoke katika mapenzi ya Mungu. Kuna wengi ambao waliacha huduma zao kanisani kwa sababu tu ya hasira. Anaweza kuwa alikuwa mwimbaji mzuri, lakini wakamwambia maneno mabaya ikamkwaza, na ndani mwake mkaingia hasira, na kasimama na kusema kuanzia leo vitu ya kwaya naviacha, kazi ya Mungu mimi naiacha. Bwana Yesu atonie huruma sana. Wengi walikuwa watumishi wazuri, lakini kwa sababu ya hasira waliacha kazi ya Mungu. Kuna wengine ambao wanafika hata kiwango wanapigana kanisani kwa sababu tu ya hasira. Shetani katika ujanja wake anaweza kutumia hasira kati ya watu kwa sababu ya kutenganisha watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana kuna madhara makubwa sana katika hali ya kukuwa na hasira katika maisha ya mtu. Kitu ya kwanza nataka uelewe jioni ya leo kuhusu madhara ya hasira ama hasara ya hasira. Hasira inamfanya mtu atende dhambi. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kupitia hasira unaweza sema maneno ambayo ungesema kata. Kupitia hasira unaweza kumkufuru Roho Mtakatifu. Wengi kwa ajili ya hasira inafika kiwango wanapigana. Wengi kwa ajili ya hasira inafika kiwango wanafanya mambo mabaya, mpaka unaikana na kujiuliza, je, mtu fulani angefanyaka jambo kama na hii? Kwa sababu shetani alitia ndani mwake hali ya hasira na ikamfanya kwamba katenda dhambi. Alishindwa kucontrol hasira ndani ya mwili wake wala ndani ya moyo wake, na ikamfanya kwamba atende dhambi. Watu wengi wameanguka katika hasira wala wameanguka katika dhambi kwa sababu ya hasira. Hasira inapowapanda ndani ya moyo wao, wanafanya vituko ambavyo vinatuma wanatoka katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Ni wengi wamemwacha Mungu kwa sababu ya hasira. Ni wengi wanafanya dhambi kwa sababu ya hasira. Na jambo ya kushangaza sana, kuna wengine wakati wengine wanafanyikiwa wanasikia wamejaa na hasira ndani mwao. Wanajiuliza, kwa nini tule ndio alipata? Kwa nini singelikuwa mtoto wangu ndio amalize masomo? Kwa nini singelikuwa mtoto wangu ndio afanye harusi? Yaani mtoto wa mwingine akifanyikiwa amesikia hasira. Mtoto mwingine akipata kazi ya mzuri anasikia hasira. Anafanya mambo yote mabaya ya kuangalia kama anaweza kumharibishia kazi. Ijapokuwa hawezi kuchukua hiyo nafasi, lakini kwa sababu hasira imeingia ndani mwake, inamfanya kwamba afanye njama zibaya ili mwingine apoteze nafasi nzuri katika maisha yake. Kwa sababu hasira ni kitu ambayo inatembea na wivu. Na wakati mtu unapokuwa na wivu, chuki inakuwa ndani mwako. Na wakati chuki inakuwa ndani mwako, ndio inakufanya usukume uende kufanya maovu. Chuki inakusukuma uende kufanya maovu. Ndio maana ni wengi unakutana wengine wakibarikiwa wanakuwa na hasira. Kuliko wafurahie baraka za wengine, hasira inawakamata. Mwingine akizala, hasira inamkamata. Mwingine akisafiri, hasira inamkamata. Ana sababu ya kwamba Mungu aliyemkumbuka mtu fulani naye pia anaweza kumkumbuka. Lakini ni wengi wanashindwa kufurahia baraka za watu wengine kuliko wafurahie baraka za watu wengine. Lakini wakati wengine wanapobarikiwa, roho ya hasira imewaka ndani mwao, inawasukuma kwenye wivu na chuki, na kesho wamefanya dhambi. Katika Biblia namuona mtu ambaye anaitwa Kaini. Ukisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 4 ukianzia kwa mstari wa 6, utaona habari za Kaini pale. Kaini na ndugu yake ambao wanaitwa Abeli. Wote walitoa sadaka mbele za Mungu, lakini Mungu akafurahishwa zaidi na sadaka ya Abeli. Na wakati Mungu alipofurahishwa na sadaka ya Abeli, ilimfanya kwamba Kaini ndani mwake muingie hasira. Na wakati mlipoingia hasira ndani mwake, ikasindikizwa na chuki na ikamfanya kwamba kenda kumuua ndugu yake. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kwa sababu tu Mungu alifurahia sadaka ya ndugu yake wa baba mmoja, mama mmoja, lakini akajawa na hasira ndani mwake na ikamfanya ya kwamba aende muua ndugu yake
kwa sababu ya hasira ambayo ilisukumwa na wivu. Watu wengi wamefanya dhambi kwa sababu ya hasira. Leo asubuhi tuliona habari, tulisikia habari za ndugu mmoja hapo Texas ambaye alimuua mke wake. Baada ya kumuua mke wake, akamuua pia mtoto wake. Baada ya kumuua mtoto wake, naye mwenyewe akajiua. Bwana atuonee huruma sana. Lakini watu walipofanya uchunguzi wanasema ya kwamba ni kama vile walikuwa na mabishano. Yawezekana kuna hasira ambayo iliwaka ndani mwake na ikamfanya ya kwamba amuue mke wake, na baada ya kumuua mke wake akamuua mtoto ambaye amemzaa, na wakati alipomuua mtoto wake akamaliza pia na maisha yake. Bwana atuonee huruma sana. Hasira ni kitu kidogo, lakini ina madhara makubwa katika maisha ya mwanadamu. Wengi wamemwacha Mungu na wengi wametenda dhambi kwa ajili ya hasira. Bwana atuonee huruma sana. Wengi wamechafua dunia kwa sababu ya roho ya hasira. Kuna wengine tu ambao wanapenda heshima. Ukimsalimia bila kutumia jina yake ya heshima, hasira inaweza kuwaka ndani mwake. Bwana atuonee huruma sana. Kwa sababu tu ulisahau kutumia jina yake ya heshima, hasira inaweza kuwaka ndani mwake na anapenda hata apigane na wewe. Yaani shetani amepanda watu roho ya hasira ndani mwao pasipo kujua. Kuna watu wengi wanafanya vituko katika dunia hii kwa sababu ya roho ya hasira ambayo imekuwa ndani mwake. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kumbe hasira ni kitu kibaya, kwa sababu hasira inaleta chuki, inaleta wivu na inaleta uovu makubwa katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana jioni leo nikuanza kumwambia Mungu aondoe roho ya hasira ndani mwako, kwa sababu tukitawaliwa na roho ya hasira tutamchukiza Mungu, tutakuwa hatutende haki mbele za Mungu, tutaonekana kama vile wapumbavu mbele za Mungu kwa sababu ya roho ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kitu ya pili nataka uelewe kuhusu hasira. Hasira inaweza kuharibu baraka za mtu. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Hasira ina uwezo ya kuharibu baraka za mtu katika maisha yake. Tukichukua mfano hapa, utaona habari za Musa. Musa Mungu alimchagua ili awe kiongozi ambaye atatosha watoto wa Israeli wala taifa ya Israeli katika utumwa wa Misri. Na wakati walipokuwa jangwani, ukisoma katika kitabu ya Hesabu 20 sura yake 20 ukianza kumstari wa 8 hadi 12, utaona hapo habari ambapo Mungu anamwambia ya kwamba aongee na mwamba ili wapate kupata maji. Lakini kwa sababu ya hasira, Musa akafanya kinyume na jinsi Mungu alivyomwagiza. Kulipoongea na mwamba, akachukua fimbo akapiga mwamba, na ile kamfanya ya kwamba Mungu akampatia punishment kwa sababu ya hasira. Mungu akamwambia ya kwamba utaona nchi ya ahadi lakini hautaingia. Bwana Yesu atusaidie. Angalia ile miaka yote ambayo waliteseka na watoto wa mataifa ya Israeli katika utumwa. Walikuwa katika jangwa pamoja, lakini kwa sababu ya hasira ambayo iliwaka ndani mwake ikamfanya ya kwamba aone baraka lakini asiishi zile baraka. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Mungu akamwambia, kwa sababu umefanya kinyume na maagizo yangu, utaona nchi ya ahadi lakini hautaingia ndani. Yaani utaona baraka lakini hautaishi zile baraka kwa sababu tu ya hasira. Elewa ya kwamba hasira wala matokeo ya hasira inaweza kuwa kwa dakika chache, lakini inaharibisha kila kitu katika maisha yetu. Unaweza kutumikia vitu miaka na miaka, lakini tu kwa hasira ya dakika moja unaharibisha kila kitu. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Unaweza enda kwa masomo, unasoma, unapata kazi ya mzuri, lakini itafika siku moja tu kwa ajili ya hasira unapoteza kila kitu, unapoteza kazi. Kuna watu wengi unakutana wanaacha kazi kwa sababu ya hasira. Bosi akimkosoa ndani ya kazi ama bosi akimtombokea, na hasira inawaka ndani mwake, na anasema mimi naacha hii kazi. Ijapokuwa katika dunia leo kupata kazi sio rahisi, lakini kwa sababu walimkosoa labda kwa makosa ambayo walifanya, hasira inawaka ndani mwake kuliko ajishushe na kusema asamehewe, lakini hasira inawaka ndani mwake, anasema kuanzia leo mimi naacha hii kazi. Bosi hawezi kunionea, bosi hawezi kunidharau, sipendake madharau mimi. Unakutana mtu anaacha kazi na ana ingine na ajua atatosha ingine wapi. Sasa nafika kunyumba, anafanya wiki moja, wiki mbili, mwezi moja hana kazi,
anagusa ndani ya mfuko hamuna kitu, anaangalia ndani ya akaunti yake hamuna kitu, ndipo anaanza kujuta. Ijapokuwa tu angesema tu asamehewe, angeendelea na kazi yake, lakini kwa sababu ya hasira imewaka ndani mwake, wakati wanapomkosoa kazini, anasema na kuanzia leo kazi mimi niache. Na kuna wengine wanafika hata kiwango wanapenda wapigane na mabosi zao kwa sababu ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kwa siku chache ambazo zimepita, tumeona habari hapo nje ya Kongo ambao kulikuwa daktari mama ambaye alikuwa akimhudumia mgonjwa ambaye alikuwa akitaka kuzaa, alikuwa akimhudumia na kumpiga. Nafikiri wengi waliona hizo video, na kwa ajili tu ya hiyo kitu tu ambayo alifanya, ni kusema ya kwamba anakuwa kama vile ametayarisha maisha yake yote. Na utaelewa kwamba katika nchi ya Kongo kusudi mtu kuwe dokta inakuchukua zaidi ya miaka 5 ya university, lakini tu kwa hasira tu chache leo ni kusema ya kwamba karia yake ama kariere yake iko ndani ya hatari. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Na cha kushangaza, huyo dokta ni mtumishi wa Mungu kwa sababu ni pastor, lakini yawezekana hasira iliwaka ndani mwake na ikatuma kwamba afanye mabishano na mgonjwa na kutaka kumpiga huyo mgonjwa, na ikasababisha ya kwamba karia yake ama kariere yake inaingia ndani ya hatari kwa sababu tu ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kumbe hata watumishi wa Mungu wanaweza na hasira ndani mwao, na wasipoweza kutawala hasira ndani mwao, wanaweza kufanya hata kazi ya Mungu inaharibika. Ndio maana unakutana kuna wao unasikia wako kanisani mapastors wamepigana. Hamjawahi kusikia wengine wamepigana viti kanisani, wengine wamebomolana wanapigana mameza kanisani, hata meza ya Bwana wanavuruga kwa sababu tu ya hasira ambayo iko ndani. Mtu anaweza kuwa ni mhubiri mzuri, anaweza kuwa ni mwimbaji mzuri, anaweza kuwa ni muombaji mzuri, lakini akitawaliwa na roho ya hasira, ile ya kwamba huyo mtu katika matatizo. Hasira inaweza kufanya tupoteze baraka zetu katika maisha yetu. Hasira inaweza kufanya ya kwamba tusifikie lengo zetu katika maisha. Hasira inaweza kufanya ya kwamba nafasi ambapo tungepata hatutapata tena kwa sababu ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Yaani kitu kidogo tu, kwa dakika tu kidogo, lakini maisha yote ya mtu inaweza kuharibika kwa sababu ya hasira. Kuna jambo ambalo tunaweza kufanya na kwa dakika tu kidogo maisha yetu yote yameharibika. Inaweza tuma tumepoteza nafasi ya maana katika maisha yetu. Inaweza tuma tunapoteza watu wa maana katika maisha yetu kwa sababu tu ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Lakini nataka uelewe pia ingine madhara ya hasira. Hasira inakuwa ikiharibu mahusiano. Kuna jamaa nyingi ambazo ziliharibika kwa sababu tu ya hasira. Kuna ndoa nyingi ambazo ziliharibika kwa sababu ya hasira. Hasira ya mume ilipanda na hasira ya mke ilipanda, wakapigana na wakasema kuanzia leo tuachane, kila mtu aende zake kwa sababu ya hasira. Wakati wote hasira iliwaka ndani mwao, kunakosa mtu ambaye atakuwa na uwezo ya kusema ya kwamba akuwe juu ya hasira. Wote wanatawaliwa na hasira, unakutana ndoa inaharibika, familia zinaharibika, urafiki unaharibika kwa sababu ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kwa sababu kuna mtu ambaye unaweza muona ni mpole, lakini hasira ikiwaka ndani mwake, kuna maneno ambayo anaweza kusema mpaka unajiuliza, je, ni fulani huyu? Kuna vitu ambavyo anaweza kufanya mpaka unajiuliza, je, ni fulani huyu? Naye wakati anapoikana anajiuliza, bilikuwa namna gani kusudi nifanye hivi? Kuna watu wengi wanakutanaka baada ya kufanya vitu fulani kwa ajili ya hasira, wakati wanapotuliza akili zao fasi moja, wanaweza kana kujiuliza, ilikuwa namna gani ili nifanye hivi? Yeye peke hajielewi, anashindwa kujieleza, haelewi namna gani alifanya mambo kama nayo. Kumbe shetani ametia roho ya hasira ndani mwake, na inamfanya ya kwamba anafanya vituko ambavyo vinaweza kufanya anaharibisha mahusiano yake. Tunaweza kupoteza marafiki wa maana ambao wangekuwa msaada katika maisha yetu kwa sababu ya hasira zetu. Tunaweza kupoteza mahusiano ambayo imetuzogeza mbele kwa sababu tu ya hasira zetu. Wakati hasira imewaka ndani mwetu, tunashindwa kujikontrol na inafanya kwamba watu wa maana katika maisha yetu tumewapoteza. Kumbuka siku moja nilisema ya kwamba Mungu mara kwa mara wakati anapombariki mtu anakuwa akitumia watu, na wale watu ambao amewaleta karibu yetu, tusipoishi nao vizuri kulingana na hali ya hasira ambayo iko ndani mwetu, tunaweza kuwapoteza. Wakikutana kwamba tuna hasira kali, tuna makali ndani mwetu, tunaweza kufanya kwamba waende mbali na sisi,
ijapokuwa Mungu aliwaleta ili wapate kuwa baraka kwetu, lakini kwa sababu ya hasira tunaharibisha mahusiano. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Utakutana hata Yusufu, ndugu zake walisikia hasira kwa sababu tu ya karama yake ya ndoto, wakamuuzisha juu tu ya hasira tu. Kuna wengine wakutana mwingine akikuwa na karama fulani, kuliko wa appreciate ama kufurahia karama ya wengine, inakuwa vita, inaleta hasira. Mungu alituita tofauti. Kuna wale ambao aliwaita wakuwa wahubiri, kuna wale ambao aliwaita wakuwa waimbaji na kazi fulani fulani, lakini watu wanashindwa kufurahia karama wala zawadi ya Mungu ambayo ametia ndani ya watu wengine. Mtu anaweza kufika hapa na kuimba mzuri, lakini utasikia mwingine ndani ya mkutano, ndio nini alikuwa anafanya pale sasa? Alikuwa tunajionyesha, kujichora chora tu. Yaani watu wanashindwa kufurahia neema ya watu wengine, na inafanya kwamba hasira ilamke ndani mwao. Kuna wengine tu akiona mtu fulani asikia roho yake inachafuka. Unasikia anasema mimi nikiona mtu nasikia roho yangu inachafuka. Nasikia hasira inapanda, sasa tu nikamate ndio niko karibu yangu nimubasi nimpige. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Utakutana yule mtu hajakukosea kwa kitu chochote, hajakusema mbaya, lakini kwa sababu shetani ametia mbengo ya hasira ndani mwako, na inawezekana amejua kwamba yule mtu anaweza kuwa msaada kwa miaka zinakuja, anakufanya kila wakati unapomwona unasikia hasira na waka, moto na waka ndani mwako. Na maana utakutana watu wako wanasema mimi nachukiaka mtu fulani, lakini sijui mimi namchukiaka nini. Nikimwona tu mimi nasikia kama bisirani sasa nimtukane, sasa nimpige, lakini bila sababu ya msingi. Kumbe shetani amepanda roho ya hasira ndani mwako ili mchukie mtu ambaye anaweza kuwa msaada kwako kwa miaka ijayo. Kumbe hasira ni kitu kidogo, lakini inaweza kuleta migogoro ndani ya jamaa. Inaweza kufanya kwamba familia ivunjike. Inaweza kuleta pia majeraha ya moyo. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kitu kingine nataka walio kuhusu hasira. Hasira inampatia adui nafasi. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Hasira imempatia adui nafasi. Ukisoma katika kitabu ya Waefeso sura yake ya 4, ukianzia kwa mstari wa 26 hadi 27, utakutana Biblia kuna tushauria kwamba hata kama tungeshikwa na hasira, lakini tusikubali ya kwamba jua ishuke, bado na hasira iko ndani mwetu. Kwa sababu wakati jua inaposhuka wala wakati jua inapoisha, na hasira iko ndani mwetu, kwa namna nyingine ni kufanya ya kwamba tumempatia adui aingie ndani mwetu. Ni kusema ya kwamba tumempatia shetani mlango aingie ndani mwetu. Ndio maana kama vile Wakristo ni vizuri sana wakati unapokuwa na changamoto na mwingine, usikubali usiku uingie na uyatengeneza naye. Kutengeneza, kushuka na kuomba msamaha hata kwa kosa au kufanya sio ujinga, lakini ni kufanya kwamba hasira ambayo iko ndani mwako ipate kushuka. Maana unapolala na hasira utampatia shetani nafasi ya kuingia katika maisha yako. Ukilala na hasira ni mlango wa kumpatia shetani nafasi ya kuingia katika maisha yako, kwa sababu ukikuwa na hasira utaingia kukitanda bila kuomba. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kwa sababu wakati uko na hasira hautaweza omba, utaingia kuitanda bila kuomba na nguruma, na shetani anatafuta nafasi ya kuingia ndani mwako. Kwa sababu kila siku shetani anakuwa kiunda maisha yetu kwa njia tofauti. Hata katika hasira anaweza kupenda aingie ndani ya maisha yetu. Ndio maana usikubali usiku ingie na hasira iko ndani mwako. Maana hasira inapoingia moyoni, chuki inakuja na msamaha inapotea. Wakati mtu anapokuwa mtu wa hasira, hawezi kusamehe tena. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Japo Biblia inatuambia kwamba tusamehe ili na sisi Mungu atusamehe, na tusiposamehe Mungu hatatusamehe. Lakini wakati hasira inaingia ndani mwako, itakuletea chuki na inakufanya kwamba ushindwe kusamehe. Hautaweza kusamehe kwa sababu hasira imechukua nafasi kubwa katika maisha yako. Unasema siwezi kumsamehe yule mtu hata ikuwe namna gani, lazima na mimi nimlipishe. Kumbuka tulisema siku ambayo kupita, acha msamaha uwe kama vile kisasi yako. Lakini watu wengi kwa sababu ya hasira wanashindwa kusamehe watu waliowakosea katika maisha yao. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Na hiyo ni njama za shetani. Anakuwa akipanda ndani ya mioyo yetu hasira ili tushindwe kusamehe watu. Na wakati tunaposhindwa kusamehe, ndipo adui anapata nafasi ya kuingia katika maisha yetu na kufanya ya kwamba anakamata control ya maisha yetu, kwa sababu hasira iliingia ndani mwetu, ikaleta chuki, ikatufanya kwamba tushindwe kusamehe, na ikampatia shetani nafasi ya kuingia katika maisha yetu. Kama vile Mkristo, ni kuomba Mungu akusaidie kwamba hasira isiendelee kutawala maisha yako,
lakini wewe ndio utawale hasira. Bwana Yesu atusaidie sana. Utaelewa pia, lakini hasira inafanya kwamba mtu apoteze hekima. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu ambao tulikuwa tukiheshimia katika dunia hii, wala kuna watu ambao walikuwa wakiheshimika katika dunia hii. Watu waliwaona wakasema ya kwamba hawa wanaweza toka hapo shauri, lakini kwa sababu ya hasira kuna vitu ambavyo wanaweza kufanya mpaka hekima ambayo ilikuwa ndani mwao inapotea, mpaka watu wanajiuliza, mbona tulikuwa tunajua ya kwamba tukihitaji shauri kwa huyu mtu ndio tunaweza ipata hapo, lakini kwa mambo ambayo alifanya kwa sababu ya hasira hakuna shauri ambayo anaweza kutoka hapo. Ni kusema hasira inafanyika mtu anapoteza hekima. Ukikuwa mtu wa hasira saa yote, hekima inaweza kupotea ndani mwako. Nimeona kutana mzazi wa hasira katika nyumba, watoto wanamuogopaka. Watoto wanaweza kuwa hata na shida, lakini wanashindwa kumwambia, kwa sababu wanajua tukimwambia tu hasira itawaka ndani mwake. Hiyo mambo mazuri kama vile mabaya, yeye alishakuwa mtu wa bisirani. Mmoja kutana mzazi, mtoto akiongea kofu, mwingine akipita kipasi, kwa sababu mzazi ametawaliwa na roho ya hasira ndani mwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuliona wazazi wa vile katika nchi ambazo tumetokea ndani, wakati mzazi anafika kama baba wala mama, utakutana watoto wote wanakimbia nyumbani, wanasema simba amefika. Bwana Yesu atolee huruma sana. Yaani kila mtu anaanza jiangalia vizuri, je, niko sawa hapa? Unaanza jiangalia kama uchafuki, kwa sababu unaona kama ni makofi ndio itaanza. Bwana Yesu atolee huruma sana. Wengine wanakutana wakati baba wao amefika wala mama, watakimbia na kumlaki, lakini wengine wanasema simba amefika. Bwana Yesu atolee huruma. Kwa sababu baba ametawaliwa na roho ya hasira ndani ya nyumba, hana muda na watoto wake, hana muda na jamaa yake, kwa sababu ya hasira ambayo imekuwa kikala ndani mwake kila siku. Bwana Yesu atolee huruma sana. Ndio maana hasira ni kama vile upumbavu. Mtu wa hasira, Biblia inamsema kwamba ni pumbavu, ni mjinga. Watu wengi wanafikiri ya kwamba kukuwa na hasira wala kukuwa mtu wa hasira ndio watu watamuogopa, ndio watu watamheshimu, ijapokuwa ni uongo. Hasira ni kama vile upumbavu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna jambo ambalo nilikuwa nikikumbuka wakati nilikuwa nikitayarisha hii somo. Nakumbuka wala ningaliki sana kijana mtoto siku nikafanya makosa. Na wakati nilipofanya makosa wakanitombokea. Na wakati waliponitombokea, waliponikaripia, nikawaka na hasira, nikasema na nyinyi naenda sitalala mwa nyumba. Nikatoka ndani ya nyumba nikaenda usiku. Lakini wakati nilifika nje nikajiuliza niko naenda wapi? Sijui niko naenda wapi. Hasira kabisa ikanifanya kwamba nitoke ndani ya nyumba. Sasa wakati mimi narudi ndani ya nyumba nakutana tayari walishafunga nyumba. Nikasema kumbe na walinifungia. Nikajiuliza mwa hiyo usiku naenda wapi? Nikabaki hapo mpango tu usiku, nabaki hapo. Ilipofika midnight, baridi moja ajabu ilikuja. Nikajiuliza Mungu wangu, nilikuwa mnini? Nilianza hangaika niko natokea nyumba, nani wangu atanifungulia? Kitu ambacho ilikuwa kunisaidia wakati dada yangu akaamuka akataka kwenda kujifunza. Na wakati nilichungulia nikamwona amekaa ndani ya nyumba. Nikamgonga kudirisha, kuja nifungulia. Akanifungulia, nikaingia nyumbani. Sasa nikakaa kala nikajiuliza, sasa hasira ni kitu moja kama ya ujinga kabisa. Umefanya makosa, wanakutombokea, kuliko ukubali makosa kwa kuomba msamaha, unatoka ndani ya nyumba unaenda. Nafasi unapoenda haujui. Unatoka tu naenda. Na nyuma unakutana kuna wengi ambao wanakufa vile kwa sababu ya hasira. Alifanya makosa, wanamtombokea, anatoka anajitia ndani ya barabara, wanamgonga na kufa kwa sababu ya hasira. Wengine shetani anawatumia hasira ili apate kumaliza maisha yao. Imagine nilitoka mnyumba lakini sikukuwa najua nafasi ambapo ninaenda. Nikasema na sitalala huko. Kama vile nishakuwa na nyumba yangu nishajenga somewhere. Nikatoka nikaenda, lakini nilifika nje nitaenda wapi? Niko naenda wapi? Ile shida yote ni kwa sababu hasira. Bwana Yesu atusaidie sana na kumaliza hasira ndani ya mioyo yetu. Hasira ilimfanya kwamba Sauli aonekane tena hana hekima, kwa sababu alikuwa akisikilia Daudi hasira na kaanza kumtafuta Daudi ile mwangamizi, nikamfanya kwamba aonekane tena kwamba hana hekima kwa sababu ya hasira ambayo ilikuwa ndani mwake. Kumbe hasira inaondoa busara na hasira inasababisha kwamba mtu achukue maamuzi mabaya. Wakati unapokuwa na hasira, hautachukua kama maamuzi mazuri ndani ya hasira, kwa sababu maamuzi yote katika hasira inatuleta katika mambo mabaya, inaikuwa na matokeo mabaya sana ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Lakini wataalamu wanasema pia hasira inaweza kuharibu afya. Ukishakuwa mtu wa hasira itakuletea msongo wa mawazo, itafanya kwamba damu haitatembea vizuri ndani ya mwili wako kwa sababu ya hasira.
Kumbe wakati mtu unapokuwa mtu wa hasira, ni kama vile uko unajimaliza wewe mwenyewe bila kujua. Bwana Yesu atuonee huruma sana, maana hasira kwa afya sio vizuri. Waganga wanashauria watu kwamba tujitafutie furaha, tuwe watu wa kujiumbia furaha kila siku, kwa sababu tukitawaliwa na hasira ni kama vile tuko natia afya yetu katika matatizo. Maana hasira haijengi afya, lakini inaharibu afya. Itakuletea magonjwa mingi katika maisha yako, itakuletea kwamba unakuwa na msongo ya mawazo, moyo itaharibika, damu haitazunguka vizuri ndani ya mwili kwa sababu ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kumbe hata afya yetu inaweza kuharibika kwa ajili ya hasira. Mungu atuonee huruma sana na kutusaidia. Kuna wengi unakutana wameleta magonjwa ndani ya mwili yao kwa sababu tu ya hasira. Hasira watu wanaichukua ni kitu kidogo, lakini ina madhara makubwa katika maisha ya mwanadamu. Hasara watu wanaona ni kitu ya kawaida, lakini matokeo yake ni makubwa sana katika maisha yetu. Kama vile tulivyosema, tunaweza kupoteza vitu ya maana, tunaweza kupoteza nafasi za maana kwa sababu tu ya hasira. Bwana Yesu atuonee huruma. Labda unaweza kujiuliza ni jinsi gani ambayo utashinda na ile hali ya hasira. Ni jinsi gani utashinda samahani na kutawaliwa na hali ya hasira. Kwa sababu kuna watu wengi unakutana wako na hasira na wangelipenda hii hali ya hasira iishe ndani mwao, lakini walishakajiuliza watafanya namna gani ili hasira iishe ndani mwao. Nimeshawahi kuona mtu mmoja anasema anajua kwamba anakuwa na kiburi na hapendaki, lakini anashajiuliza atafanya namna gani ili hali ya kiburi iishe ndani mwake. Yaani ni mtu ambaye anajisikia kwamba yuko na kiburi, lakini alishakatafuta mbinu zote za kufanya kwamba hii hali ya kiburi ishi ndani mwake, lakini alishakakosa majibu. Hivyo kuna watu ambao wako na hasira. Kuna wale ambao wako na hasira sana bila kujua. Kuna wale ambao wanatawaliwa na hasira na wanajua, lakini vile kuna wale ambao wanatawaliwa na hasira pasipo kujua. Lakini dawa ya kwanza ili mtu aweze kushinda na hii hali ya hasira, ili mtu asiwe mtu wa kutawaliwa na hasira, kitu ya kwanza ni kuomba Mungu akusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bila Mungu hatuwezi kushinda. Kama unajijua uko mtu wa hasira, ni kuambia Mungu ondoa hali ya hasira ndani mwangu. Ondoa hii roho ya hasira ndani mwangu, maana Mungu kuna uwezo ya kututengeneza na kutusaidia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu ya kwanza ni kumwambia Mungu aondoe hali ya hasira ndani mwako. Omba Mungu. Chukua hata vipindi ya maombi ya mafungo, unakatala kukula na kukunya juu ya kuomba juu ya hasira. Bwana Yesu atusaidie sana. Usiombe juu ya kupata tu kazi, usifunge tu juu ya kupata safari, usifunge tu kwa mahitaji yako binafsi, lakini funga pia, waambie Mungu aondoe hasira ndani mwako. Kwa sababu unaweza omba Mungu akupatie kazi nzuri, lakini juu ya hasira unaipoteza. Unaweza omba Mungu akufungulie safari, lakini kwa ajili ya hasira unaipoteza. Yaani kuna vitu ambavyo unaweza omba Mungu akupatie avyo, lakini kwa sababu ya hasira iko ndani mwako na vipoteza siku moja. Kumbe ni kwanza ambia Mungu avunje ile tabia ya hasira ndani mwako. Ile hali ya hasira ambayo imekufungua ndani ya moyo wako, Mungu apate kuivunja. Bwana Yesu atusaidie sana. Kupitia njia ya maombi unaweza kushinda. Kitu cha pili, ujifunze uvumilivu. Ukisoma katika kitabu ya Mezali sura yake ya 16 mstari wa 32, ndio Biblia inasema kwamba mtu asiye mwepesi wa hasira ni bora kuliko shujaa. Bwana Yesu atusaidie. Yaani mtu asiye mwepesi wa hasira ule uko vizuri kuliko shujaa. Maana unaweza kuwa shujaa wa vita, unaweza kuwa shujaa katika mambo mengi, lakini ukikuwa mtu wa hasira unaweza kuharibu kila kitu. Lakini kama wewe hauko mtu wa hasira, hauko mwepesi wa hasira, Biblia inaonyesha ya kwamba wewe uko zaidi ya shujaa, uko bora kuzidia watu ambao ni washujaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kitu ya pili ni kujifunza uvumilivu. Kitu ya tatu ni kujifunza kunyamaza kabla ya kujibu. Ukimya unaokoa ugomvi. Bwana Yesu atusaidie. Jifunze kunyamaza. Kunyamaza sio ujinga. Kunyamaza sio upumbavu. Kuna wengine wanasema kama simujibia atazana niko pumbavu, kama simujibia atanionea, lakini haiko kila mambo ndio unahitajika kujibia, kwa sababu kadiri unavyojibia kadiri umeamsha hasira ndani mwako. Kuna watu wengi unakutana wakati wanapopigana wanaanzia kwanza kwa maneno, kubadilisha maneno. Wewe utanifanya kitu na wewe utanifanya kitu. Kwanza hivi na wewe hivi.
katika kubadilisha maneno inakuwa ikilamusha hasira ndani mwao, na mwisho unafika kiwango ambapo wanapigana. Kumbe kujifunza kunyamaza kimya, kujifunza kusipojibu haraka haraka ni moja ambayo inaweza kusaidia kwamba utawale hasira ndani ya maisha yako. Wanaweza kutusaidia sana. Kitu ya nne ni kujifunza kusamehe, maana kusamehe unaponya moyo. Dawa ya hasira nayo pia ni kusamehe. Watu wamekukosea, wamekutukana, wamekusemea uongo, lakini samehe. Wakati unaposamehe, wale wakati unapokuwa na moyo wa kusamehe, inafanya kwamba moyo wa hasira itoke ndani mwako. Lakini ukikuwa mtu wa kushindwa kusamehe, elewa ya kwamba utatawaliwa na hali ya hasira. Na wakati unapotawaliwa na hali ya hasira, elewa ya kwamba mwisho wake ni mbaya tu. Mwisho wake itakuwa kulia na kusaga meno, kwa sababu hasira haijengi, lakini hasira inabomoa. Hasira sio mapenzi ya Mungu, lakini hasira ni mpango ya shetani ambao anakuwa akitia ndani mwetu ili atufanye ya kwamba tutoke katika mapenzi ya Mungu. Kitu ya tano na ya mwisho ni kufuata mfano wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alizarauliwa, Yesu Kristo alitemewa mate, lakini alijifunza kunyenyekea. Katika maisha kuna wakati ambapo mtu naomba uitike kuzarauliwa kwa ajili tu ya maisha yako. Kuna wakati katika maisha uitike watu wa kuchekee, lakini usijibu juu, songe mbele. Acha watu wa kudharau, usiwe mtu wa kujibiza. Wakati watu wanapokudharau, mwendee Mungu, mlilie Mungu. Muulize Mungu, je, haona ya mateso yangu? Mwambie Mungu, haona ya madharau yangu. Haya madharau yangu akuambie kitu. Kulipoanza taka kujitetea, hasira itawaka ndani mwako na utafanya jambo ambalo itaharibu maisha yako. Kuna watu ambao wamefungwa ndani ya magereza kwa sababu ya hasira tu. Walikuwa ndani ya mabishano, unakutana anachukua kisu anamuingiza mwenzake. Na wakati anamuingiza mwenzake wanamchukua na ingia ndani ya gereza. Mpaka inafika wakati anaanza juta na kujiuliza, kwa nini nilifanya hivi? Watu wengi wako ndani ya gereza, utasikia kwamba ilikuwa tu ni hasira ili wakamata, wakafanya jambo fulani ambayo ilifanya kwamba maisha yawe kuharibika. Kumbe matokeo ya hasira inaweza kuharibisha maisha yetu. Naweza kumaliza na kusema ya kwamba hasira ni kama moto mdogo, lakini unaweza kuharibu maisha makubwa. Ni moto kidogo, lakini inaweza kuharibu maisha makubwa. Inaweza kuharibu maisha ya mwanadamu. Tusipojua namna gani ya kutawala hasira yetu na kuacha kwamba hasira ndio tutawale, elewa ya kwamba tunaweza kuharibisha maisha yetu. Lakini mtu anayejifunza kutawala hasira yake ni mtu ambaye anapata amani ndani ya maisha yake. Wakati unapokuwa na uwezo ya kutawala hasira yako, utakuwa mtu ambaye utapata amani ndani ya maisha yako, itakujengea mahusiano mazuri. Wakati unapojua kutawala hasira yako, utakuwa mtu wa kujenga mahusiano mazuri. Mtu wa hasira hawezaki kujenga mahusiano mazuri. Lakini wale watu ambao wanajua kutawala hasira ndani mwao ni watu ambao wako na uwezo ya kujenga mahusiano mazuri. Lakini ukijua kutawala hasira ndani ya maisha yako, unaweza kupata baraka za Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna baraka ambazo huwezi kupata katika maisha yako kama wewe ni mtu wa hasira. Wakati Mungu anapokuangalia na kukutazama, anasema huyu mtu nikimpatia hizi baraka kwa hiyo hasira ambayo anakuwa nao ndani, sitaua watu, sitamaliza watu. Mungu anaangalia kwamba ile hasira kwanza iishe ndani mwako, njoo afungule nyingine baraka katika maisha yako. Nikusema ukigundua ya kwamba uko mtu wa hasira, omba Mungu. Ukijua kwamba kuna ndugu yako ni mtu wa hasira, umwombee Mungu. Kuna wengine wako vile, lakini si kutaka kwao, shetani amewafanya vile. Lakini kuna wengine ambao wamezaliwa katika jamaa ya watu wa hasira, kwa sababu kuna zingine majamaa unakutana kila mtu ni wa hasira. Lakini ukijua mtu wa vile katika entourage yako, katika mazingira ambayo unaishi ndani, ukijua kwamba kuna watu ambao wanatawaliwa na hasira, waombee Mungu awasaidie sana. Zaidi katika hii mwingine ambao tunaishi ndani, hasira inaweza kutia mtu katika matatizo. Hasira inaweza kufanya kwamba mtu apoteze kila kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Jioni leo natamani ya kwamba Mungu avunje hasira zote ambazo ziko ndani mwetu. Kila hewa ya kutawaliwa na hasira ndani ya maisha yetu, Mungu apate kuimaliza na kuiponda. Ikiwa kuna wandugu zetu ambao wameteseka na hali ya kutawaliwa na hasira, nimewaombea jioni ya leo, Mungu apate kuvunja hasira ndani ya mioyo yao, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kubadilisha kila tabia mbaya katika maisha yetu. Maana hasira sio mapenzi ya Mungu. Mtu wa hasira, mtu ambaye ametawaliwa na hasira, hatendi haki mbele za Mungu. Bwana tusaidie na kutuwezesha
Ikiwa shetani alikuwa na mipango ya kusukuma roho ya hasira ndani mwetu, ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana ametutafuta kwa mambo mengi, ametaka kuharibu maisha yetu, ameshindwa, na ametaka kutuma hasira ndani mwetu, lakini jioni ya leo mipango yake yote ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu atubariki sote, amen. Tutaenda kumwomba Mungu. Samani kwa ajili ya sauti yangu, ni kama vile niko na kamafua kidogo. Tutaomba Mungu atusaidie aondoe hizi hali za hasira ndani mwetu. Ikiwa shetani na mpango mibaya kwa ajili ya kusukuma hasira ili tufanye mambo mabaya ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yetu, Mungu aisete mbali, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu halikuje bure. Ni kusema wakati neno ya Mungu inatoka, kuna sababu ambayo inafanya kwamba neno la Mungu itoke.